Kiongozi wa kundi la waasi wenye silaha ambao wanashikilia maeneo kadhaa ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ameiambia BBC kwamba watakwenda hadi mji mkuu Kinshasa, takriban kilomita 1500 ikiwa watavamiwa na vikosi vya serikali. Corneille Nangaa ambaye anaongoza muungano unaojumuisha waasi wa M23 anadai wao ni wakombozi tu ambao wanajilinda dhidi ya serikali ya Kinshasa. M23 sasa wanadhibiti Goma na Bukavu, miji miwili mikubwa katika eneo lenye utajiri wa madini mashariki mwa DRC. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa na Marekani, waasi hao wanaungwa mkono na nchi jirani ya Rwanda, jambo ambalo Rwanda inakanusha. Akizungumza na BBC, Corneille Nangaa amekana kupokea usaidizi wa kijeshi kutoka Rwanda. Pia amesema hana taarifa zozote za ukiukwaji wowote wa haki za kibinadamu uliofanywa na M23. Ifuatayo ni taarifa ya Ola Green ikiwasilishwa na Phyllis Mote. Corneille Nangaa, mwakilishi mwenye uso wa tabasamu wa waasi, akitembea nchini DRC. Wanaojiita wakombozi wakiwa na lengo la kusafisha ufisadi. Anasema wataelekeza mapigano hadi mji mkuu Kinshasa. Iwapo, kama anavyodai, serikali itaendelea kuwashambulia. Je, kikundi hiki cha waasi wa M23 kinachoipinga serikali kilifikaje hapa? Wataalam wa Umoja wa Mataifa wanasema ni kutokana na kuungwa mkono silaha na wanajeshi 4,000 kutoka nchi jirani ya Rwanda. Hicho ni kitu ambacho waasi hao wanakipinga. Sijui lolote kuhusu Rwanda. Wakisema kuna wapiganaji 4,000 kutoka Rwanda, sijawahi kuwaona. Kwa hivyo hamupokei usaidizi wowote kutoka Rwanda? Sioni usaidizi wa kijeshi kutoka Rwanda. Kwa hivyo, japo kuna ushahidi wa picha wa wanajeshi wa Rwanda hapa DRC, unasema hawapo na hawawasaidii katika mapigano? Wanaweza kuwa na ushahidi wao. Mimi ninasema ya kwamba sina ushahidi huo. Ninapigana mwenyewe. Kundi la M23 limekuwa likikusanya wanajeshi kujiunga na vita vyao kwa hiari ama kwa namna nyingine yoyote. Ni vigumu kutokabiliana nao. Hapa maafisa wa polisi ambao walijisalimisha kwa M23 walipodhibiti jiji la Bukavu wamepangwa kwa ajili ya mafunzo mapya. Hatukuwa na namna yoyote ile, mmoja alituambia. Uamuzi ni mdogo unaposhikiwa mtutu wa bunduki. Kundi la M23 lina historia ya ukatili kama vile jeshi la Kongo na kama ilivyo kwa vikundi vingi vyenye silaha nchini DRC. Mashirika ya haki za binadamu yameishtumu M23 katika kipindi cha miaka michache iliyopita kwa unyanyasaji mbalimbali, mashambulizi ya kimfumo, ubakaji mkubwa sambamba na mauaji ya raia. Wanasema haya yamefanywa na wapiganaji wa M23 na wamevinakili visa hivi. Unalijibu vipi hilo? Sikuona ripoti hizi. Najua siwezi kujibu ripoti ambazo sijaziona. Je, huna wasiwasi wa tuhuma hizi zimekuwa zikitolewa kwa miaka sasa? Hapana, sijawahi kusoma tuhuma hizo. Na pia tunaandika ripoti yetu yenyewe kwa masuala haya yote. Ikiwa chombo kama Umoja wa Mataifa au shirika la Msalaba Mwekundu au Amnesty au Human Rights Watch, ikiwa watu hawa wote wanasema M23 inatekeleza ukiukaji wa haki za binadamu, je, hautaki kulishughulikia hilo? Nadhani wao si watu sahihi kufanya au kutoa ripoti kuhusu swala hili. Lakini ripoti hizi zimetolewa kwa miaka mingi. Mbona haujazisoma mpaka sasa? Nipatie moja, kisha nitakuwa naisoma. Ninaweza kukutumia. Tafadhali, nitashukuru. Mkutano mkubwa wa ushindi wa M23 huko Bukavu. Kulikuwa na ahadi za mabadiliko na maendeleo. Kisha ghafla hofu ikatawala. Milipuko iliua watu 11. Majeshi kutoka nchi jirani tayari yapo hapa nchini. Kuna hofu inayoongezeka kwamba DRC huenda kwa mara nyingine tena ikajikuta katikati ya vita vikubwa vya kikanda.